Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ulipo na kushika ugeni katika hii mitambo ya Sky Cable TV. Karibu sana katika Bread of Life, na kwa majina yangu naitwa Alfred Waweru, na leo ningependa nikaweze kukuletea ujumbe ambao unanena kuhusu understanding the will of God, ama kuelewa mapenzi, kwa sababu kuna ule mpango ambao Mungu wako nao juu wa maisha ya kila mmoja. So leo ningependa tukaweze kuongelea kuhusu kuelewa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, kwa sababu kila mmoja kuna ule mpango ambao Mungu wako nao juu ya maisha ya kila mmoja. So hauko hapa duniani kwa kimakosa. Uko hapa duniani kwa sababu Mungu wako na mapenzi, ama ako na mawazo mema na kusudi jema juu ya maisha yako. So ningetaka nikukaribishe, kwambie karibu sana. Mungu wetu akakubariki, Mungu wetu akakuinue, na ningependa tukaweza kuanzilia kwa njia ambayo ni ya maombi, na Mungu wetu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakuinua. Asante kwa sababu Bwana ya mtazamaji wangu mahali popote alipo. Bwana Jehova Mungu, nabarikisha tunapoenda Baba Jehova Mungu kusikia neno lako Bwana. Ninaalika uwepo wako Bwana. Mimi ni chombo, nitumie Bwana kwa njia kubwa na njia ya ajabu, ni kwa maana wewe ndiye Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, bariki naye tutazama Bwana, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. So nimesema kwamba nataka tukaweza kuongea kuhusu understanding the will of God, kwa sababu nimesema kwamba Mungu wako na kusudi jema juu ya maisha ya kila mwanadamu. Kwa hivyo kama uko uhai siku ya leo, juu ya kwamba Mungu wako na kusudi jema juu ya maisha yako. Na mimi nikitaka tuongelee kuhusu kuelewa, kwa sababu shida yetu ya Kristo ni ya kwamba hatujaelewa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu. That's why naona ya kwamba tumechanganyikiwa. Na siku ya leo ningependa tukaweze kuelewa. Na ukiangalia katika Yeremia 29 mstari wa 11, Biblia inasema ya kwamba akaambia Yeremia ya kwamba ninayajua mawazo ambayo ninayokuwazia mimi, yasema Bwana. Akasema ni mawazo ambayo ni ya amani na kuwapa nyinyi tumaini. Na hivyo ndivyo neno la Mungu linasema katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11, ya kwamba ninajua mawazo ambayo ninakuwazia. Mungu kuna ule mpango ambao amepanga juu ya maisha yako. And that's why nimesema ya kwamba uko hapa duniani, ama uko hapa ulimwenguni kimakosa. Mungu wako na mpango mwema juu ya maisha yako, na ningependa ukaweze kuelewa huu ni mpango gani ambao Mungu anaongelea katika hiki kitabu cha Yeremia, kwa sababu ningependa ukaweze kushika na kuelewa ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akasimamisha mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Ni kule kutoelewa na ile ignorance. Hiyo ndio imekufanya ya kwamba kuna watu ambao wameinuka wakazuilia, lakini hakuna mtu ambaye anaweza akazuilia. Ukishajua ni mpango gani ambao Mungu wako nao juu ya maisha yako, hakuna mtu ambaye anaweza akazuilia ule mpango. Na Hosea 4:6, mimi nasemaga kwamba sitawahi acha hilo neno nyuma, kwa sababu ni neno ambalo uniongoza, ni neno ambalo unibariki. Inasemaga ya kwamba and my people are perishing or are destroyed for lack of knowledge. Na watu wangu wanashikwa mateka ama wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa sababu hii imefanya ya kwamba tukaweze kujielewa sisi ni akina nani, tunafaa kuwa tunakaa aje. That's why unaona kwamba Biblia inasema kwamba my people. Kwa hivyo hawa ni watu wa Mungu ambao wamekamatwa, wametekwa nyara. Na kwa hivyo that's why nasema kwamba ni lazima ujue mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ni gani. Na mapenzi ya kwanza ya Mungu ni kukuponya wewe. Because the Bible says that I'm the God who healeth thee. Mungu ambaye anatuponya. Yeye anaitwa Jehova Rafa, Mungu ambaye anaponya. So mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako ya kwanza ni kukuponya wewe. So kwa hivyo wakati ambapo unakaa na ugonjwa ndani ya mwili wako, sababu katika hiyo Yeremia 29:11 tumesikia Biblia inasema kwamba ni mawazo ambayo ni ya amani. Na mimi husema kwamba ukiwa mgonjwa hauna amani. Ukiwa mgonjwa hauna amani. Kwa hivyo lazima ujue kwamba mapenzi ya kwanza
ni Mungu kukuponya wewe. Kwa hivyo wacha nikwambie, my brother, my sister, ni vyema ujue ya kwamba Mungu ako na haja sana na wewe kuwa mzima, kwa sababu Biblia inasema kwamba, na Yesu Kristo akasema kwamba katika Yohana 10:10 inasema kwamba kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu, lakini Yesu Kristo alikuja ili mkaweze kuwa na uzima tele. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo Mungu hakikisha ni ya kwamba wewe umepata ule uzima. Na yasema kwamba wakati ambapo wewe ni mgonjwa hauna ule uzima, wakati wewe biashara yako ni gonjwa, wakati wewe ambao umewajeka kiroho, wakati wewe ambao haulali, lazima ulale kama lazima utumie madawa, hapo kuna shida. That's why nasema kwamba hiyo sio mapenzi ya Mungu, na ni lazima ujue na uelewe mapenzi ya Mungu ni gani hiyo juu ya maisha yako. Na nimesema ya kwamba mapenzi ya kwanza ya Mungu ni kukuponya. Kwa hivyo kama uko mahali pale na uko na ugonjwa, nataka nikwambia kwamba lazima ujue ya kwamba mapenzi ya baba yetu, na ni lazima uombe. That's why wakati wote Yesu Kristo alikuwa hapa duniani na alikuwa anasema ya kwamba nawasha mapenzi yako ikaweza kutimiza kwa kutendeka, kwa sababu Yesu Kristo alielewa ya kwamba kuna mapenzi ya baba yetu aliye mbinguni na mapenzi ya baba yetu aliye mbinguni ni kuhakikisha ya kwamba wewe umepokea huo uponyaji. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi ya kwamba alilituma neno likawaponya, neno likawafungua. Kwa hivyo Mungu hakikisha ya kwamba amelituma neno lake kwa maisha yako ili wewe ukaweze kupokea uponyaji. That's why nimesema ya kwamba jambo la kwanza ni kuhakikisha wewe ya kwamba umepokea uponyaji. So lazima tujifundishe kuwa tunaomba ya kwamba Baba, washa mapenzi yako ikaweze kutimia. Lazima tuwe tunaomba hivyo ya kwamba mwacha mapenzi yako ikatimia juu ya maisha yangu, kwa sababu hakuna mtu anaelewa vyema, hakuna mtu ambaye anaelewa vyema kama vile Mungu anaelewa ile mapenzi ambayo ako nayo juu ya maisha yako. Kwa hivyo leo ningependa ukaweza kuelewa ya kwamba Mungu wako na haja sana. Na tutaangalia katika kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza, mahali ambapo Biblia inasema hivi. Sikiliza, katika kitabu cha Isaya 61 mstari wake, tuanzilie tu hapo kwa mstari wa kwanza. Kitabu cha Isaya 61 mstari wake wa kwanza. Na Mungu wetu atawabariki ndiposa tukaweza kuelewa. Ningependa tukaweza kuelewa zaidi kuhusu kuelewa, understanding the will of God, kwa sababu kuna ile mapenzi ya Mungu ambayo ako nayo juu ya maisha yako, na ningependa leo ukaweza kuelewa. So kitabu cha Isaya 61 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema hivi: Roho wa Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwarangaa waliofujika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa hivyo kunao watu ambao Yesu Mungu mwenyewe alitumana ili wakaweze kutangaziwa kule kufunguliwa kwao. Maandiko yanasema ya kwamba na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa hivyo kunao watu wamefungwa na maugonjwa, kunao watu wamefungiwa ndoa, kunao watu ambao kazi zao zimefungwa, kunao watu ambao nyumba zao zimefungwa. Na mapenzi ya baba yetu nimesema ni kuhakikisha ya kwamba umepokea uponyaji. So kuna watu ambao wamefujika moyo na unahitaji uponyaji. Mtu ambaye amefujika moyo anahitaji uponyaji. Na acha nikwambia hivi, shida yetu ni ya kwamba tunalalamikia kila mtu. Tunalalamika ya kwamba nchi ni baya, viongozi ni wabaya, kanisa ni baya, ndoa ni baya, kila kitu ni baya, kazi ni baya. Hata siku hizi ukisikiliza watu waga wanasema kwamba kazi ni baya, ndoa ni baya, kila kitu ni baya. Na acha nikwambie, inaweza kuwa kwamba uliangukia mikononi mibaya, na hiyo sio sababu mzuri ya kufanya wewe ukaweza ku give up. So nchi ni mzuri. Kuna watu saa hii wanafurahia ile serikali ambayo iko. Kuna watu saa hii wameshavuna mema.
kupitia watumishi wa Mungu. So that's why nakwambia kwamba hata kama ulipitia mikononi mwa watu wabaya, sio kila mtu ambaye ni mbaya. So usiwe unashukia kila mtu. Usiwe unashukia kila mtu. Jua ya kwamba kunao watu ambao ni wazuri. So Biblia ikasema kwamba mapenzi ya baba yetu ni kuhakikisha hao ambao wamefujika moyo, hao ambao wametekwa nyara, hao ambao ni wagonjwa wakaweze kupokea uponyaji. Maandiko imesema ya kwamba waliofungwa habari za kufungulia kwao. Kwa hivyo ule mtu ambaye amefujika moyo anahitaji ule uponyaji, na nimesema ya kwamba mapenzi ya baba yetu ni kukuponya wewe. Na kuna watu ambao hawawezi songa mbele kwa sababu moyo wao unauma kwa sababu ya yale mambo ambao wanapitia. Ukiangalia katika kitabu bado cha Isaya, Biblia inasema ya kwamba ninamsahau na ya kale, kwa sababu ukiishi kwa ile mambo ambayo ilitendeka, utapata ya kwamba maisha yako haiendelei, maisha yako inabaki nyuma. So wakati ambapo unaishi kwa ile mambo ambayo ilifanyika, unasema kwa sababu mimi nilikosewa, kwa hivyo kwa sababu wewe ulikosewa na mtu, sasa unaishi kusema kwamba hakuna mwanaume mzuri, hakuna mwanamke mzuri. That's why nimesema kwamba usikuwe na shuki kwa kila mtu, kwa sababu sio watu wote ambao ni wabaya. Na nikasema hivi ya kwamba mtu ambaye amewojeka, doa ambayo imewojeka, sick people never get marriage. Watu ambao wamewojeka, and that's why unaona kabla hatujaunganisha doa lazima uende medical. Kabla hujaajiriwa kazi lazima utume medical. Kwa nini? Kwa sababu watu ambao ni wagonjwa huaga hawaajiriwi kazi, huaga hawaoleki. And that's why nimekuja kuambia kwamba lazima ukubali kuashiria yale ambao ulipitia, ili Mungu akaweze kukuponya, ili ukaweze kusonga mbele. Kwa sababu mapenzi ya baba yetu ni wewe ukaweze kupokea uponyaji na kisha ukaweze kusonga mbele. So that's why nimesema ya kwamba lazima ulinde moyo wako kuliko chochote ulidasho, kwa maana huko ndiko hutoka kizima. Na nikasema kwamba moyo unafaa ulindwe sana, kwa sababu moyo hutoka mambo mingi, na hapo ndipo hutoka kisima chako. So that's why nimekwambia kwamba mtu ambaye amefujika moyo anahitaji uponyaji. Kuna watu ambao walifunjwa mioyo, watu ambao walikuwa katika doa, all of a sudden zile doa zikasimama. So hao ni watu ambao wanahitajika, kupokea uponyaji. Na nikasema kwa mapenzi ya baba yetu ni kuhakikisha wewe umepokea uponyaji. Leo hii kuna watu, kama utakubali kuashiria, kama utakubali kupokea uponyaji, kunao watu ambao wataanzilia kuendelea katika biashara, wengine wataendelea katika ndoa, wengine wataendelea kiafya. Kwa hivyo kama huo ugonjwa ulikuwa kuangamiza, kama leo utakubali, umkubalie Mungu akaweze kushuka, umwambie tu Mungu, mimi naomba ya kwamba siku ya leo ukakubali kugusa maisha yangu, ukakubali kunibadilisha, ukakubali kuniponya. Kuna watu ambao wataendelea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So haijalishi umekaa na huo ugonjwa kwa miaka mingapi, haijalishi hiyo kazi imekuwa katika hiyo hali kwa muda mgani, haijalishi yale ambayo unapitia, lakini leo kama utakubali huyu Mungu akaweza kukuponya, I'm telling you the truth, ya kwamba utaendelea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo kuanzia leo, mimi ningependa ukaweze kujiashiria, ukaweze kuambia Mungu, washa mapenzi yako. Kama mapenzi yako ni kuniponya, mimi nimekabidhi huu ugonjwa. Sikiliza, Biblia inasema ya kwamba yale ambayo haiwezekani kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Kwa hivyo kwa Mungu hakuna jambo ambalo linazidikana. Kwa Mungu hakuna ugonjwa ambao Mungu hawezi kuponya. Kwa hivyo ni sisi ambao tumelimit Mungu. Tumefika mahali tuka give up. Ukaona kwamba kwa sababu hata wengine, kuna mtu mmoja ambaye anasemaga ugonjwa wangu, nikamrekebisha nikamwambia, kuanzia leo usiwe unasema ugonjwa wako, kwa sababu inamaanisha kwamba uliukubali ule ugonjwa. Sio ule ugonjwa uwezi ukatoka. Kwa nini? Kwa sababu ulishaukubali ukasema kwamba ugonjwa wangu. So that's why nakwambia kwamba lazima ujue mapenzi ya Mungu. Yeremia 29:11 ya kwamba maana
ninayo mawazo ambayo ninawazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani, kuwapa nyinyi tumaini. Kwa hivyo kuendelea ni mapenzi ya Mungu, kuwa wewe na tumaini ya kwamba kesho kazi yangu itakuwa mzuri. Hiyo ndio mapenzi ya baba yetu. Kwa hivyo kila wakati mapenzi ya baba yetu ni kukuponya wewe, ni kuponya hiyo kazi yako, ni kuponya hiyo ndoa yako, ni kuponya hiyo maisha yako. Kwa hivyo leo lazima ujue ya kwamba Mungu wako na mapenzi ama mawazo mema juu ya maisha yako. Mungu hataki kuona ukiteseka. Mungu hataki kuona ukihangaika. Mungu hataki kuona wewe ukilia. Hapana. Kwa hivyo mambo mengine ambayo unapitia ni kwa sababu haujui, haujaelewa mapenzi ya baba yetu aliye mbinguni ni gani katika maisha yako. Kumbuka ya kwamba Maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo wakati mmoja wanafunzi wake wakamwambia ya kwamba Rabi, si ukuje ukule chakula, naye akawaambia kwamba mimi ninacho chakula nyinyi msichokijua, na chakula changu ni kufanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Kwa hivyo kama vile Mungu ako na mawazo juu ya maisha yako, kuna ile kitu ambayo nayo Mungu anataka ukaweza kufanya. Kuna mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa hivyo that's why nimesema kwamba hauko hapa duniani kimakosa. Uko hapa kwa sababu kuna ule mpango ambao Mungu ako nao juu ya maisha yako, na ni lazima uelewe ni mpango gani huyo. Na nikasema kwamba mpango wa kwanza ni kuhakikisha wewe umepokea uponyaji. I'm the God who healeth thee. I'm the God who healeth thee. Mungu ambaye anatuponya. Kwa hivyo ni mapenzi ya baba yetu aliye mbinguni kuona wewe umepokea uponyaji. So ningependa tuende katika kitabu cha Zaburi. Psalms, Zaburi, kitabu cha Zaburi 147, 147 mstari wake wa 3. Kitabu cha Zaburi 147, 147 mstari wake wa 3, Biblia inasema hivi: huwaponya waliopondeka moyo na kusigangaa jeraha zao. Mungu anayetuponya, yeye huwaponya waliopondeka moyo. Kwa hivyo mtu ambaye amevunjika moyo, Mungu huaga anamtengeneza, huaga anamponya. Na maandiko yanasema kwamba kusigangaa jeraha zao. So Mungu ndio utufunga, Mungu ndio utufunga jeraha. Zile jeraha wewe wakati ambapo ulikuwa katika ndoa, kafika mahali katika hiyo jeraha, hiyo kitu ambayo iliashwa ndani ya huyo moyo, ya kusemaga ya kwamba hakuna mtu mzuri, hakuna mwanaume mzuri, hakuna mwanamke mzuri. That's why nimekuja kukwambia kwamba hiyo ndio kazi ya Mungu anayetuponya waliofujika moyo. When you lose a lot of blood, ningetaka ujue wakati ambapo umemwaga damu mingi, mtu huaga na kufa. So kazi ya Mungu ni kukuja kufunga hiyo jeraha, iashe kumwaga hiyo damu, iashe kumwaga hiyo damu. So ningetaka ujue kuanzilia leo ya kwamba Mungu kila wakati huaga anatuwaza, huaga anatuwazia mema. Mungu anakuwazia uponyaji. So usiishi hapo na hiyo ugonjwa, usiishi hapo na hiyo ugonjwa. Mungu wetu wako na mawazo, Mungu wetu wako na mpango wake ni kukuponya wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo leo usikubali kukaa na hiyo ugonjwa. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni muweza. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni muweza. Mungu wetu ni Mungu ambaye anaponya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. That's why nimesema kwamba leo sikubali kuishi na huo ugonjwa, kwa sababu Mungu wetu ako na uweza wa kukuponya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo leo usikubali. Abia Mungu, washa mapenzi yako juu ya maisha yako ikaweze kufanyika katika jina la Yesu Kristo. Na ningependa tukio katika hiyo hali kaweze kuniandikia mahali ambapo nanitazama ukiwa, na uniandikie hiyo shida ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu. Niandikie huo ugonjwa. Na leo tunapoomba utaona vile ambavyo mkono wa Mungu ule ambao aliambia Musa ya kwamba mkono wangu sio mfupi, ya kwamba unaweza ukalemewa na kukomboa. Mkono wa Mungu sio mfupi, mkono wa Mungu unaponya, mkono wa Mungu unakomboa. So mkono wa Mungu hata leo haujapungua kwa njia yoyote
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo leo kuna uponyaji. Nimekuja kukwambia, nimekuja kukuletea habari njema ya kwamba mapenzi ya Baba yetu juu ya maisha yako ni kukuponya wewe. Kwa hivyo wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye unanitazama na ni mgonjwa, nataka nikakwambia kwamba na nikakuhakikishie ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye ni muweza. Ni kwa maana ni Mungu ambaye atakuponya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sikiliza nikwambie, mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni ya pili, the will of God is to protect you. Watu wengine hawajawahi jua mapenzi ya Baba yetu ni kukuzingira wewe, ni kuzingira hiyo kazi yako, ni kuzingira hao watoto wako, ni kulinda hiyo ndoa yako, ni kukulinda wewe. Watu wengi hawajawahi jua, watu wengi hawajawahi jua ya kwamba Mungu wako na mawazo, Mungu wako na mawazo ya kukulinda wewe. Kwa hivyo wakati ambapo unakaa ukiwa na uoga, hiyo sio mapenzi ya Baba yetu. Mapenzi ya Baba yetu ni kukulinda wewe, kukupatia ulinzi. Neno la Mungu linasema ya kwamba katika kitabu cha Proverbs ya kwamba na malaika wa Mungu watafanya kituo. Malaika wa Mungu watafanya kituo. Hao ni malaika ambao ni wa ulinzi. Watakusanyika ili wakaweze kukupa wewe ulinzi. Kwa hivyo hiyo ndiyo mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni, kukulinda wewe. Kwa hivyo kama unasikiaga ya kwamba ni kama umeashiriwa, ni kama hauna hiyo security, serikali wanaweza wakakosa, lakini Mungu, he will never ever fail you. Mungu hatawahi kuashiria. Kila wakati ningependa ujue ya kwamba mapenzi ya Baba yetu ni kukupatia ulinzi. Mungu atahakikisha ya kwamba kila wakati amepeana watu ambao ni wa kukulinda, na hao ndio malaika. So kila wakati ningependa ujue ya kwamba kila mtu ako na malaika wake. Kila mtu waga ako na malaika wake, malaika ambao ni wa ulinzi. Wana wa Israeli wakaambiwa ya kwamba nitawapatia malaika ambaye atawaongoza, malaika ambaye atawaongoza. Kwa hivyo kazi ya Mungu ni kuhakikisha ya kwamba amepeana malaika ambao ni wa ulinzi. So usiogope my brother, my sister, usiogope, kwa sababu Mungu mapenzi yake ni kukulinda wewe, ni kuhakikisha ya kwamba hakuna mabaya ambayo yameinuka kinyume na maisha yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ningependa tuende katika kitabu cha Isaya 54, Isaya 54:17. Tukasikie vile Biblia inasema. Isaya 54:54, 54 mstari wake wa 17. 54, Isaya 54:17. The Bible says, Biblia inasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Hii ni maneno ambayo Mungu alinena. Hii ni maneno ambayo ilitoka katika kinywa cha Mungu ya kwamba hakuna silaha, kwa sababu Mungu atakuwa na hakikisha ya kwamba kila silaha yoyote ambayo inainuliwa kinyume na maisha yako, kinyume na ndoa yako, kinyume na kazi yako, haijafanikiwa. That's why nimekwambia mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni ya pili ni kukupatia wewe, it is to protect you, ni kukupatia wewe ulinzi. Na nikasema ya kwamba shida yetu ni ya kwamba tuko na hiyo ignorance, That's why hatubarikiwi. That's why unapata ya kwamba kazi zetu sio secured, unapata ndoa sio secured. So unapata leo inafujika, kesho mnarudiana, hiyo siku nyingine inafujika, kwa sababu hiyo ndoa haina ulinzi. Kwa hivyo kama kuna kitu ambacho unahitaji kuitisha, unahitaji kuitisha ulinzi, unahitaji kuitisha ulinzi, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Mungu kila wakati atapeana malaika ambao ni wa kukulinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So usisikie ni kama uko peke yako, ni kama umeashiriwa,
ni kama hauna mtu. Mungu wako pamoja na wewe, malaika wake wa ulinzi wako pamoja na wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unaweza kosa wale marafiki wengine, lakini yao ni marafiki ambao hawatawahi kuashiria. Labda tu utende dhambi, labda tu utende dhambi, mtegane. Lakini usipotenda dhambi, hao malaika hawatawahi kuondokea. Mungu hatawahi hata siku moja kubali ya kwamba uishi kama hauna watu ambao ni wa kukulinda. So that's why nakwambia akwamba lazima ulelewe. Kwa nini uko hapa ulimwenguni? Mapenzi ya Mungu, makusudi ya Mungu juu ya maisha yako ni gani? Makusudi ya Mungu juu ya maisha yako ni gani? Na mimi ningekwambia kwamba washa kukufa moyo. Usikufe moyo. Mungu wako karibu na wewe. Mungu wako karibu na wewe. Hakikisha kwamba amekuponya. Hakikisha kwamba amekulinda. Na our God will protect you from premature death, divorce and sickness na mambo mengine. So Mungu atahakikisha ya kwamba hata hizo vifo familia yenu walikuwa napitia, vifo ambazo ni za haraka, Mungu atakuwa na hakikisha ya kwamba amezimaliza ama amesimamisha. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya Mungu, ya kuhakikisha ya kwamba amekulinda, amelinda familia yako. Lakini shida yetu ni ya kwamba tunataka tubarikiwe, tunataka tuponye, tunataka upatiwe uwezo, lakini tutaki kumtumikia Mungu. Hiyo ndio shida yetu. Nilikwambia kwamba Yesu Kristo akasema kwamba mimi ninacho chakula changu, mimi ninacho chakula changu msichokijua, na chakula changu ni kutimiza mapenzi ya Baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo mimi ningekuomba, mapenzi ya Mungu ni wewe ufanye kazi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni wewe uende kanisani. Mungu atakupatia ulinzi. Mungu ataashiria uponyaji kama utakubali kutumikia huyu Mungu. Kwa sababu kama vile Mungu anakuwaza mambo mazuri, nao kuna ile mambo ambayo Mungu ataka ukaweza kufanya hapa duniani. Kuna mambo ambayo Mungu hauko hapa kimakosa. Kuna mambo ambayo Mungu anatamani sana ama anataka wewe ukaweze kuyafanya. So mahali popote unanitazama ukiwa, ningependa ukaweza kujua ya kwamba ni mapenzi ya Baba yetu, ni mapenzi ya Baba yetu aliye juu mbinguni kuhakikisha ya kwamba wewe umepona, wewe umepata ulinzi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Biblia imenena sana kuhusu ulinzi. So ulinzi ni wa aina mingi. Kuna hata ulinzi ambao ni wa pesa, sababu kuna mahali ambapo huwezi kufika bila pesa. So nimesema kwamba kila wakati Mungu atakuwa na hakikisha, kwa sababu hiyo ndio mapenzi yake, ya kwamba wewe umefanikiwa katika kila njia. Bora tu ukuwe mwaminifu, uone vile ambavyo Mungu atakufanyia. Sio lazima uwekelee mikono ati ili upokee huo uponyaji. Hapana, ukishaelewa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako, makusudi ya Mungu. Unajua kuna watu ambao walikufa na corona, lakini wewe haujakufa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wako anakukusudia wewe kukufa mapema. Hiyo kifo ambayo ni cha mapema, Mungu wako amekupangia. Kwa hivyo kuna mambo ambao watu wanapitia na watu hawajawahi jua. Unapitia mambo ambao ni ya kishetani na wewe uelewi. So leo ningependa ukaweza kuelewa ya kwamba mambo mengine unapitia, shida zingine ambazo unapitia sio za kawaida, sio za Mungu. Lazima ujue mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. So nataka tuangalie katika kitabu cha Luke 1. Tuangalie katika kitabu cha Luka mtakatifu 1. Tusikie vile Biblia inasema mstari wake wa 71. Luka 1. Luka 1. Kitabu cha Luka 1:70. Kitabu cha Luka 1:71.
Luka 1 mstari wa 71. 71. Biblia inasema hivi. 1:71. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka. Luka 1:71. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Luka 1:71. Luka 1:71. Biblia inasema hivi. Thank you Jesus. Kitabu cha Luka 1. Biblia inasema hivi. Nilikuwa natafuta 71. 71. Nilikuwa natafuta 71. Nimeona mahali ambapo ningesoma sio hapo. Inasema hivi 71. Tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia. Tuokolewe na adui zetu. So kila mmoja ako na adui na unahitaji kuokolewa. Kumbuka vile Biblia inasema ya kwamba Mungu asipojenga na Mungu asipolinda, wale ambao kesha, wale ambao ulinda ufanya kazi ya bure. Sasa hapa tunaambiwa kwamba tuokolewe na adui zetu na mikononi mwao wote wanaotuchukia. Kwa hivyo kunao watu ambao kuchukia, kunao watu ambao hakupendi, kunao watu ambao hawapendi biashara yako ikiendelea, kunao watu ambao hawapendi kuona wewe ukitajirika, wewe ukiinuliwa, ndoa yako ikiwa imesimama. Kunao watu ambao hawapendelei kuona wewe ukiwa mzima. So hiyo ni kitu ambayo unafaa ujue. That's why Biblia inasema kwamba tuokolewe na adui zetu. Kwa hivyo tunahitaji kuokolewa na ni Mungu ambaye atapeana ulinzi ili akaweze kutulinda na maadui. Na maandiko yanasema kwamba na wale wote ambao huaga wanatuchukia. So lazima uwe unaitisha, unaambia Mungu, Mungu nipatie ulinzi. Mungu nahitaji ulinzi. I need your protection. Benki zinalindwa. Kwa hivyo hata wewe unahitaji huo ulinzi. So kuanzilia leo, usikae hiyo maisha ambao hauna malaika ambao ni wa kukulinda. Usikae hiyo maisha ambao hauna malaika ambao ni wa kukulinda. That's why nasema kwamba usikubali kuishi bila hao malaika ambao ni wa ulinzi. Kwa sababu kazi ya Mungu ni kuhakikisha ya kwamba wewe umepata ulinzi. Kama pesa inalindwa, kwa nini wewe usilindwe? Kama benki zinalindwa, kwa nini wewe usilindwe? So unahitaji kulindwa. So kila mmoja anahitaji kulindwa. Na hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Number 2, the will of God is to protect you. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni wewe daima uwe umelindwa. And that's why takwambia ni vizuri sana hata leo wewe omba ulindwe. Ambia Mungu akufunike kwa damu ya Yesu Kristo, na uone hizo maugonjwa hazitawahi inuka tena katika jina la Yesu Kristo. Ukimwambia Mungu nilinde, Mungu nilinde, Baba nilinde, nitenganishe na haya maroho ambayo ni ya maugonjwa. Kuwa mlinzi, uwe unanilinda. Hata Daudi mpaka aliambia Mungu ya kwamba hata wewe weka mlinzi, ule mtu ambaye ungojea yale maneno ambayo yanatoka ndani ya moyo wangu. Daudi alikuwa anaambia Mungu hivyo ya kwamba weka mlinzi kwa mdomo wangu, ule ambaye kwa kinywa changu ambaye atakuwa anafanya nini. So kila eneo unahitaji mlinzi. Kwa hiyo kazi yako unahitaji security, unahitaji hiyo kazi kulindwa. Sababu wakati ambapo umelala, na tuliona kwamba wakati ambapo ule mpanzi alienda kapanda mbegu mzuri, wakati ambapo alilala, neno la Mungu linasema ya kwamba
adui akaingia akafanya nini? Kwa sababu ile shamba haikukuwa na watu wa kulinda. That's why adui alipata nafasi akaingia na akapanda magugu. Kwa hivyo kunao watu wakati ambapo umelala waga wanapanda mambo mabaya. So that's why nasema ya kwamba lazima ujitolee na waambie Mungu ya kwamba mimi nitahitaji ulinzi. Mimi nahitaji ulinzi. Mimi nahitaji ulinzi. Ambia Mungu nahitaji ulinzi. Ambia Mungu unahitaji ulinzi. Unahitaji ulinzi. Unahitaji ulinzi. Ambia Mungu akulinde. Ambia Mungu akulinde. Ambia Mungu alinde uzima wako. Ambia Mungu alinde. Ambia Mungu alinde ndoa yako. Ambia Mungu aingililie katika kila eneo, aashirie ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Ambia Mungu, ambia Mungu, ambia Mungu. Ambia Mungu nahitaji ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Mwambie huyu Mungu ya kwamba kama kuna kitu ambacho unahitaji, kama kuna kitu ambacho unahitaji ulinzi. 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 Ambia Mungu, mimi nahitaji ulinzi. Nahitaji kulindwa. Nimeteseka, nimehangaika. Ninaomba siku ya leo ukaweze kunilinda katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. So nimesema ya kwanza ni kuponywa, na ya pili ni kulindwa, nao ya tatu ni kukubariki. The will of God is to bless you. Mapenzi ya Mungu ni kukulinda wewe. Ni kukulinda wewe. Maandiko yanasema hivi, utabarikiwa utokako na uingiapo. Twende katika Genesis. Twende katika Mwanzo 27. Genesis 27. Mwanzo. In the New Testament. Tuangalie Genesis 27:28. Where hivi, and it came to pass, ikawa 28. Sikiliza. Mungu na akupe. Mwanzo 27:28. Mungu na akupe ya umande wa mbingu na manono ya nchi na wingi wa fanaka. Haleluya. Mungu na akupe umande wa mbingu na manono ya nchi. So hiyo ndio mawazo ya Mungu juu ya maisha yako, ya kwamba wakati wowote utokako na uingiapo, Mungu anakubariki. Na that's why Biblia inasema kwamba na Mungu akupe umande wa mbingu. Kwa hivyo kuna watu ambao Mungu ataenda kuwabariki. Mungu ataenda kuwabariki na mashamba. Mungu ataenda kuwainua. Mungu ataenda kuwapatia manono ambayo ni ya nchi katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unafanya biashara na biashara haiendelei, nimekuja na habari njema siku ya leo ya kwamba huyu Mungu ataenda kufanya hiyo biashara ikaweze kuinuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Biblia inasema ya kwamba utabarikiwa. Mungu na akupe umande wa nchi. Mungu na akupe umande na kisha akakupatie manono. So utarithi na utapokelea katika jina la Yesu Kristo. So ukiangalia katika safari ya wana wa Israeli, Biblia husema ya kwamba wakati ambapo walikuwa natoka pale Misri, wakati ambapo walifika jangwani, Mungu angekubali hao watu wawe wanakufa na njaa. Mungu angekubali hao watu wawe wanakufa na kiu. That's why alikuwa anasema kwamba chochote ambacho mnahitaji. That's why alikuwa anagharamikia. Wakati wowote Musa akienda kumulilia, anamwambia hawa watu wananililia, ananiambia hivi na hivi na hivi. Mungu anaambia ni sawa. Mungu anasema ni sawa. Sababu hiyo ndio kazi yake ya kuhakikisha ya kwamba amekubariki katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu kila wakati atakuwa na hakikisha ya kwamba amekubariki.
It doesn't matter. It doesn't matter. Kazi inaweza kuwa chini, lakini Mungu atajidhihirisha. Mungu ataonekana, kwa sababu hiyo ni mapenzi yake. Hilo ndilo kusudi lake. Kusudi lake ni kuhakikisha wewe umebarikiwa. Kusudi lake ni kuhakikisha wewe umeendelea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nimekuja na habari njema ya kwamba Mungu anakuambia siku ya leo, anajua mawazo anayokuwazia ni mawazo ambayo ni ya amani, kukupatia wewe tumaini. Kwa hivyo my brother, my sister, hata kama umekufa moyo, mahali popote ulipo, nimekuja na habari njema. Mungu anakuja kukubariki, Mungu anakuja kukuinua, Mungu anakuja kukuponya, Mungu anakuja kukulinda, Mungu anakuja kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nimesema mawazo ambayo Mungu anawazia mwanadamu, ya kwanza ni kumponya, ya pili ni kupatiana ulinzi, na ya tatu ni kukubariki. Kwa hivyo hiyo mambo matatu usiwahi sahau, ya kwamba mawazo ya Mungu juu ya maisha yako ni kukubariki wewe, ni kukuponya wewe, na kukupatia ulinzi. Kwa hivyo kama ulikuwa hapo haukukuwa na ulinzi, kila maugonjwa ilikuwa inainuka, hii ugonjwa ikiisha ingine inakuja. Nimekuja kukwambia ya kwamba leo nimekuja kunena ulinzi juu ya maisha yako. Damu ya Yesu Kristo ikakulinde, damu ya Yesu Kristo ikakutetea. Hii damu huwaga inanena, ikanene mema katika jina la Yesu Kristo, ikanena uponyaji juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kama uko pale kazi yako ilikuwa chini, mapenzi ya Baba yetu ni kuinua hiyo biashara, ni kukubariki wewe, na Biblia imesema ya kwamba na Mungu ataenda kukupatia maneno ya hii nchi. Kwa hivyo kuna mambo mazuri ambao katika huu ulimwengu ambao tunaishi, kuna baraka zako. So nimekuja kukutabiria, nimekuja kukunenea ya kwamba kuanzilia siku ya leo Mungu anaenda kuashiria baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Nilisema ya kwamba kutojua ni silaha, na hiyo ndio imefanya wengi, waumini wengi wakanyimwa haki zao. Kunao watu wanafaa kuwa wamebarikiwa, kunao watu ambao wanafaa kuwa wamepokea uponyaji, kunao watu ambao wanafaa kuwa wako na ulinzi, lakini siku ya leo mambo mabaya yanatendeka. That's why utakuwa unapata ya kwamba ajali, unapata tu roho ya kisirani, pikipiki ndio hiyo, kwa sababu hauna ulinzi, inakuja inatoka kwa barabara, gari ndio hiyo, accident kila wakati, kwa sababu hauna ulinzi. Lakini kuanzilia siku ya leo nimekuja kukuletea habari njema ya kwamba kuanzilia siku ya leo Mwenyezi Mungu ataenda kupatiana malaika ambao ni wa ulinzi, watakuwa na kuongoza, watakuwa na kulinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. So mahali popote ulipo, kwa zile dakika ambazo nimebakia, ningependa uniandikie kama uko pale hauna kazi, kama uko pale wewe ni mgonjwa, kama uko pale na uko na shida ambayo hata kama ni ya doa. Nataka nikwambia kwamba siku ya leo tunapoenda kuomba, Mungu anaenda kutenda jambo katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ile shida ambayo unapitia. Nimekuja na habari njema ya kwamba our God is able. Our God is able. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni muweza. Alipea wana wa Israeli chakula wakati ambapo walikuwa jangwani. So hata wewe Mungu anaenda kukubariki, anaenda kukuponya, anaenda kukulinda katika jina la Yesu Kristo. Hiyo maroho ambayo ilikuwa inainuka kinyume na maisha yako, hiyo ndio tunafunga, hiyo ndio tunakemea, hiyo ndio tunaangamiza katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukuletea habari njema ya kwamba the will of God ikukuponya. I'm the God who healed thee. I am the God who healed thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord. So ni Mungu ambaye anatuponya. Mungu ambaye anatuponya. That's why anaitwa Jehova Rafa, kwa sababu ni Mungu ambaye anakuponya. Mungu atakuponya. Haijalishi hata kama ni kansa, haijalishi kama ni hiyo corona, haijalishi ni ugonjwa ya aina gani, Mungu atakuponya. Our God is going to heal you in the mighty name of Jesus. So it doesn't matter. Haijalishi ile shida ambayo unapitia, changamoto ambazo unapitia, hata kama unaishi
naishi tu kwa neema. Hata kama unaishi kwa neema, Mungu wetu atakulinda, Mungu wetu atakulinda, Mungu wetu atakuponya, Mungu wetu atakubariki katika jina la Yesu Kristo. So nimekuletea Mungu ambaye anaponya, Mungu ambaye anainua, Mungu ambaye anabariki katika jina la Yesu Kristo. Alimwambia Yeremia ya kwamba maana ninayajua mawazo ninayokuwazia. Mungu anajua ile mawazo. Hapo upo, sio hapo mahali ambapo uko. Unaona kama umefika, hujafika bado. Sio hapo. Bado kuna mahali ambapo Mungu anatamania sana ukaweza kufika. Kwa hivyo wewe hujafika. Hata kama kazi unaona kama inaendelea vyema, bado jua sio hapo. Mapenzi ya Mungu wetu ni kuendelea kukuinua kiwango hadi kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hivyo ningetaka kabla hatujaomba nikualike kuanzilia kesho na kualika pale kanisani, kuanzilia siku ya kesho mpaka Sunday, siku ambazo zitakuwa siku ambazo ni za kipekee, kwa sababu Mungu anatumia watumishi wake kwa njia kubwa na njia ambayo ni ya ajabu. Uko pale wewe ni mgonjwa, uko pale umefika mwisho, uko pale ni kilio kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya kazi, usikose kuanzilia kesho. Tuko na revival ambayo itaanzilia kesho iende mpaka za Sunday. Pale kwetu kanisani, kanisa liko hapa Kariobangi. Ukifika tu hapa Kariobangi North, ukifika tu hapo kienda Lauda, hapo mahali ambapo kuna Catholic, hiyo stage inaitwa 26. Ukitelemuka, ukipata tu kanisa ya Catholic ambayo ni kubwa sana, iko tu hapa karibu na flyover, uingie na hiyo barabara kidogo. Ukishaingia tu na hiyo barabara kidogo, utaenda tu straight na hiyo barabara, hautaenda sana. Utapata PCA upande wako wa left, right utapata kuna hostel ambao ni ya Woria. Sasa hapo juu utaona bana ambayo imeandikwa Emmanuel Worship International Ministry. Tutakuwa hapo kuanzilia kesho mpaka Sunday. Njoo uone yale mambo ambayo Mungu anatenda. Na niko na nambari yangu ya simu. Nambari yangu ya simu ni 0720661909 0720661909. So usikose hapo kanisani, na ninaamini kwamba Mungu wetu atakubariki na atakuinua. So ningependa tu nikatambua watu kadhaa. Naona kuna mchungaji rafiki yangu sana ambaye anaitwa Charles, mchungaji Charles Wailago. Karibu sana, nashukuru. Na niambia ni kweli, nashukuru sana. Hiyo ndio mapenzi ya Baba yetu, kutulinda, kutuponya na kutubariki. Kutulinda, kutuponya na kutubariki. Christine Danson, na niambia uko South, na niambia uko tuned. Mungu wetu akubariki sana. Mungu wetu akakubariki sana. So sijui kama sijaona message ya mtu ambaye ameniambia kwamba ananitazama akiwa wapi, na pengine kama ni mgonjwa niandikie pale. Ninaweza tu nikataja jina lako ninapoomba. Ninaamini kwamba kuna jambo ambao Mungu ataenda kufanya katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye ni muweza, Mungu ambaye anatenda, Mungu anayetuponya, Mungu anayetubariki. Hata wewe ambaye hauna kazi, naamini neno la Mungu na utapata kazi katika jina la Yesu Kristo. Mimi nimepitia katika kila hali. So ninajua Mungu ambaye ninamhubiri. Mimi nahubiri Mungu ambaye anatenda. Nahubiri Mungu aliwaambia wana wa Israeli. Biblia inasema ya kwamba ni yeye leo, kesho na hata milele. Yeye uwaga abadiliki. Yale ambayo aliyafanya anaweza kayafanya mpaka wa leo. So hakuna ugonjwa ambao Mungu wetu hawezi akaponya. Hakuna ugonjwa ambayo Mungu wetu hawezi akaponya. So usidanganywe ashana huo ujumbe ambao madaktari walikupea. Mungu wetu ni Mungu ambaye ni muweza. Hakuna jambo ambalo ni gumu kwake. Ukimwaminia siku ya leo, atakutendea katika jina la Yesu Kristo. Mungu atakuponya. Mungu atakubariki na hiyo kazi. Mungu atakubariki na hiyo ndoa
katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ulikuwa umeendelea ukafika tu mahali ukarudi tu chini, Mungu anaweza akakuinua tena, kwa sababu ni Mungu wa wakati mwingine, katika jina la Yesu Kristo. So usisikilize sauti za watu. Watu hakuna kitu ambacho hawezi wakanena. Binadamu wanaweza kanena jambo lolote, lakini si Mungu. Si Mungu. Lile ambalo Mungu amenena lazima atatimiza. Amenena kwa neno lake ya kwamba the will, mapenzi yake ni kukuponya, mapenzi yake ni kukulinda, mapenzi yake ni kukubariki. Atafanya hivyo. Atafanya hivyo. Mimi najua atafanya. Nimeona wengi pale kanisani. Wengine walikuja wako na kazi, Mungu aliwabariki na kazi. Wengine wamekuja pale wakiwa na pressure, Mungu aliwaondolea pressure. Watu walikuwa wanatumia madawa, siku hizi hawatumii. So that's why nakwambia kwamba hata wewe, hata corona hata cancer tumeshawaiombea na Mungu akatenda. So ni Mungu ambaye ni muweza. So usidanganywe ya kwamba kuna jambo ambalo ati kuna ugonjwa ambao Mungu wetu aweza. Hapana, usidanganywe. Daktari anaweza kashindwa. Mama alikuwa ametoka damu miaka 12 na Biblia inasema ya kwamba alikuwa anatesekea mikononi mwa madaktari. Madaktari walishindwa, lakini Mungu hakushindwa. Wakati tu aliamua akasema kwamba mimi nikirigusa vazi la Yesu Kristo, ninaamini ya kwamba hii hali yangu itakuwa sawa. Na wakati ambapo aligusa vazi, ile damu ambayo ilikuwa imetoka miaka 12, nataka uangalie mwaka mmoja, mwaka wa pili, wa tatu, inafika miaka 12. Hiyo sio miaka kidogo. Huyu mama kuwa anateseka. Huyu mama hageoleka. So that's why nakwambia kwamba mtu mgonjwa hawezi kaoleka. Mtu mgonjwa, watu wagonjwa wafanyagi harusi. So kama wewe uko hapo na ugonjwa wako, lazima ukemee huo ugonjwa, diposa ukaweza kupata mchumba katika jina la Yesu Kristo. So that's why I'm telling you today ya kwamba kuna Mungu ambaye anaponya. Mungu ataenda kukuponya. Ule mzee ambaye alikuwa ameishi pale katika kile kizima cha Bethesda, neno la Mungu linasema kwamba akakaa hapa miaka 38. Akitaka tu wakati ambao malaika ameshuka, mtu mwingine amtangulia miaka 38. Lakini wakati ambapo Yesu Kristo alifika hapo, hakuhitaji tena kutumbukizwa pale. So hata wewe leo ukiamini hili neno, haitahitajika wewe tena kutumia hizo madawa ili ukaweza kuishi. Nakwambia leo kwa neno la Mungu, ambia Mungu, nena neno moja juu ya maisha yangu. Kama mapenzi yako niishi nikiwa mzima, let it be done in the mighty name of Jesus. Shida yetu wa Kristo ni ya kwamba tunapenda sana, tunatamani sana mapenzi yetu ikafanyike. Hatuobagi mapenzi ya Mungu ifanyike. Tunasema tunapendaga tu sana. Hata wale watu wengi ambao wanaenda kanisa ni wale wanataka mapenzi yao ikaweza kutendeka. Mimi nataka tu kubarikiwa na kazi. Akipata kazi ni hivyo. Anataka tu yani mapenzi yake itimizwe. Lakini tupendagi mapenzi ya Mungu itimizwe juu ya maisha yetu. Na leo mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako inaenda kutimia katika jina la Yesu Kristo. So nataka nikaweze kukuombea ndipo nikaweze kumaliza, kwa sababu masaa yangu imeisha na Mungu wetu akakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo nabarikisha mtazamaji wangu mahali popote alipo Bwana. Neno lako Bwana limenena ya kwamba Baba, mapenzi yako ni ukatuponye, ni ukatulinde, ni ukatubariki. Baba, tazama kuna mtu mahali pale ambaye ni mgonjwa. Ninamuombea siku ya leo, Mungu wangu kamkumbuke, Mungu wangu kamponye katika jina la Yesu Kristo. Nimekemea kila maroho zote za maugonjwa ndani ya mili ya watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hii ugonjwa ambao imekaa Baba ndani ya huyu mwili Baba kwa miaka mingi, nimekemea na nimeangamiza na nimesabaratisha katika jina la Yesu Kristo. Nimemtenganisha na maroho yote ya maugonjwa katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo namuitishia ulinzi. Baba, ninaomba huyu ambaye analia kwa ajili ya ndoa, huyu ambaye analia kwa ajili ya kazi, ukawakumbuke, ukawabariki, ukawainua katika jina la Yesu Kristo. Bariki mtazamaji wangu mahali popote walipo katika jina la Yesu Kristo. Bariki studios Sky Cable katika jina la Yesu Kristo. Bariki kila mmoja anayefanya kazi mahali hapa. Mungu wangu kawabariki, Mungu wangu kawainua, Mungu wangu kawalinda katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimetangaza kila maroho yote maugonjwa ambayo inasababisha vifo haina nguvu na haina uweza juu ya maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru na ninakutukuza, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Amen. Amen.
Amen. Tukutane kesho mpaka Sade na Mungu wetu akawabariki. So shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sky Cable TV Kenya. Beyond the Real.